Hadithi yetu tamu inaanzia hivi. Kuna mabinti wawili hapa tunawaona. Huyu mwenye nguo nyeusi anatambulika kwa jina la Andy, na huyu mwingine anatambulika kwa jina la Clara. Clara na Andy ni marafiki wa muda mrefu sana. Ni marafiki ambao wamekuwa kwa muda mrefu sana na walikuwa wakishirikiana kwenye mambo yao. Ila kwenye hadithi zao bwana, Andy anamwambia Clara, kwa sasa hivi shogangu wewe una bwana, inabidi utafute bwana. Clara anamwambia hapana, mimi na majukumu yangu binafsi, siwezi kutafuta bwana. Sema basi sawa, tuanzetu tukatembee bwana. Tunatoka kule tunakuja upande wa pili, tunakutana na mtu na baba yake. Mzee anatambulika kwa jina la Du na kijana wake anatambulika kwa jina la Andrea Du. Na binti naye katika heka zake na shoga yake wakajikuta wamefika kwenye restaurant moja hapa. Ni miongoni mwa restaurant bora mno. Kijana baada ya kumwona binti Clara alijisikia utofauti mno. Alijiona ni kana kwamba ameona kitu cha tofauti duniani. Baba aliweza kuligundua hili jambo. Hatimaye akamwambia, mwanangu tuondoke bwana, maana huwezi kuzungumza na mimi muda wote, macho yako kwa binti Clara. Baba na mwana wakakaza pembeni, huku Clara na shoga yake wakiwa wanaendelea kupiga zake stori. Bwana mdogo ikabidi avunje ukimya tu kwa baba. Bwana baba, toka nimekuja katika jiji la Lagos, toka nipo katika mji wa Lagos, sijawahi kumwona msichana mzuri kama yule. Baba akamwambia, sikiliza mwanangu, kama ukipenda mtoto wa kiume ni luksa kuongea. Pia nitajivunia mwanangu kuwa wewe ni monge kati ya watu magentlemen hatari mno. Nenda kamwambia ukweli ule binti. Andrea Du bila kuhofia kaja kuwasalimia. Habalini warembo. Kwema. Baba anatizama ili jambo. Samahani miss, naitwa nani? Miss kambia sio jukumu lako. Kwani nimekuja kutaja majina hapa? Hapana, mimi naitwa Andrea. Kwa hiyo kama kitu Andrea, sina mpango na wewe bwana. Hachana na mimi. Andrea akajaribu kubembeleza sana japo pata appointment ama jina la binti. Binti kamba sina mpango huo. Baba ile tukio analiona linamuumiza. Yaani mtoto wake anatolewa shiti, anajibiwa majibu ya kinaga ubaga mbele yake. Binti shoga yake ambaye bwana ulichokifanya sio kizuri. Haiwezekaniki kaka, watu mstaarabu tu. Kaja akatusalimia, tena unamjibu shombo, unamjibu majibu yasiyostahiki. Huo sio binadamu. Hakika binadamu hatupo hivyo. Binti akasema, sikiliza, mimi kwa muda huu sijihusishi na mapenzi kabisa, maana mapenzi yashaniumiza. Binti amerudi zake nyumbani, haelewi. Ni kweli alimkosea yule kijana wa watu, lakini atafanya nini? Ila akasema no sweat tu, mimi sijaumbiwa mapenzi bwana. Akaendelea kutizama simu yake, maisha yakaenda. Binti Clara, mwanaume sasa sijui hii ni njozi ama ni kweli. Mwanaume anaonekanika yuko na binti wanapiga za story, ni kana kwamba wapo kwenye mapenzi mazito. Bwana hii ni ndoto bwana. Andrea Du alikuwa anamuwaza vilivyo binti Clara. Binti mlembo mzuri mno. Usingizi ukupatikana kabisa katika akili ya Andrea. Ikabidi atoke chumbani kwake afike sebreni kwao ambapo ni watoto akishua. Baba ni doni la madoni, baba lina pesa. Bwana mdogo akawa anagonga matwalo. Baba anamuuliza, vipi kijana wangu? Mdogo anasema, baba sijaweza kulala sababu ni yule binti. Ni yule binti tuliomwona ndani ya restaurant. Amenichanganya akili yangu, amenivuruga mno. Baba akasema, ni kweli na kuona kijana wangu umechanganikiwa kwa yule binti. Sasa je, tutampata wapi? Dogo kapambana bwana we. Hatimaye kaweza kupajua binti anapatikanika wapi. Clara Kaylin. Bwana mdogo ikabidi haje mpaka maeneo haya ambapo binti hanapopatikana. Kafika reception, kasalimia, habari, safi, kwema. Bwana mimi na shida na binti Clara. Naambia Clara au Kaylin? Naambia yote ni majina yake. Basi twende nikakupeleke. Reception, mtu wa mapokezi ikabidi amchukue Andrea Du hampeleke kwa binti. Hatimaye kamkuta binti. Binti kampokea kwa juu. Baba wewe vipi? Nilikwambia sihitaji, sikuhitaji, sikutaki. Umefuata nini hapa? Andrea anasema hapana, mimi nimejisikia tu kuja kukusalimia. Unisalimia umesikia mida ya kuchua au? Nimekwambia sina mpango na wewe.
Hakika mwanamke sijui anasema hivi, anampima moyo huyu mwanaume, lakini mwanaume anamsikiliza binti. Hatimaye moyo wangu umetokea kukukubali na kupenda na kuhitaji, sipo kwa ajili ya kukuchezea, nipo kwa ajili ya kuidhinisha na kuthibitisha mapenzi yangu. Binti anasema mimi sihitaji kupendwa na mtu mbovu kama wewe. Mwanaume anasema ubovu wangu ni vile Mungu tu alivyoniumba, lakini penzi langu la kweli kwako litadumu. Tunatoka kule tunakuja upande wa baba. Baba yake na Andrea ni tycoon atali mno, lakini mzee ukimwona unaweza kusema ni mtu wa kawaida tu. Ni mzee ambaye kwanza anatembea akiwa na escort ya polisi, yani ni mtu mkubwa, ni mtu mzito mno. Mr. Du, godfather wa Andrea. Huku upande wa pili kuna watu tunakuta wakiwa wamefungwa, wametekwa, na pia tunamwona nakuja baba yake na Andrea. Ina maana mzee ni mtu ambaye anafanya biashara nzito, ni mtu anayefanya biashara za hatari, ama ni askari ambaye anafanya biashara zake katika mazingira mazuri. Lakini upande wa ndani kabisa tunakuja kugundua kwamba mzee Du ni mtu ambaye anafanya biashara za human trafficking, yani anatoa viungo vya wanadamu, na hiyo ndio biashara yake. Tunaachana naye kule, tunakuja kwa upande wa bibi Clara. Akiwa zake nyumbani hapa, anashtukia simu yake inapigwa. Anaambia wewe ni nani? Anaambia ni Andrea Du. Namba yangu umeipata wapi wewe? Eti Binti anamuuliza Andrea. Andrea anasema namba yangu mimi amenipa shoga yako, ila pia ninaomba usiku wa leo kama hutojali tunaomba tukutane. Binti akasema mimi wasitoke kwenye appointment za ajabu ajabu. Anasema tafadhali fanya hii kwa mara moja tu. Anasema sawa, nitafanya kwa mara moja, lakini inabidi nifanye kitu surprise ili mradi niweze kutoka. Anaambia surprise tu, hivyo ndio vitu vyangu mimi ninavyovipenda. Andrea kwa mara ya kwanza kidogo hanaweza kuzungumza na binti Clara. Binti kaja kumlaumu sana ndugu yake Andrea. Kwa nini Andy ameweza kumpa namba yule mtu? Kabla ugomvi wao hujaendelea, nyumbani kwao mlango unagongwa bwana. Anayekuja ni nani? Eti kwenye kufungua mlango anakutana na watu wa kuleta mizigo. Nini unasemaje? Bwana nimekuja kuonana na Miss Kyla. Naambia Kyla yuko ndani. Vipi? Namhitaji maana na parcel yake hapa. Andy kabidi amuite Kyla. Kyla, hebu njoo bwana hapa. Clara, hebu njoo bwana hapa. Yote ni majina yake binti. Kama bwana na mzigo wako hapa, naomba upokee sign hapa. Mzigo umetoka kwa nani? Hilo msoji kwa mlango. Mimi ni mtu wa posta tu. Mwisho siku namwambia asante mama. Karetewa mzigo. Ni mzigo gani huo? Wacha tuone. Huenda hii ni ile surprise ambayo imetoka kwa Andrea. Tena mzigo umefungwa kana kwamba ni kitu chenye thamani kizito mno. Binti kabidi aanze kufungua na shoga yake Andy. Tena ana haraka Andy kutaka kujua hiki ni nini. Maana sio kwa kufungwa hivi, yani kimefungwa ni kana kwamba kitu chenye thamani mno. Bwana, ndani ya hiki kibahasha kuna vazi zuri la thamani, wanaita Lady Rose. Kuna gauni jekundu hivi limewekwa ndani ya hii kifungashio. Binti alijisikia raha kuretewa hiki kitu. Andy anaambia umeona sasa, ulimdharau kijana wa watu kamwona si lolote si chochote. Cheka alivyokuleta kitu kizuri. Bwana, binti hichi kitu muda wote likikumbatia. Uenda na yeye nafsi yake, moyo wake umeshakunjua. Mpenzi ni hisia. Mapenzi inakuja katika nyakati ambazo wewe huzifahamu. Mapenzi ni matamanio ambayo hayapo kwa mtu mwingine yoyote isipokuwa ni mmoja tu wa pekee kwenye maisha yako. Binti Clara haliwaza sana. Ghafla simu ikapigwa kutoka kwa Andrea Du kumuuliza binti amepata mzigo wake, amepata zawadi aliyoletewa. Binti akiwa anaendelea kuongea na simu, huku shoga yake anamletea mawigi ambayo yatafix na hili vazi la leo. Ambaye mzigo wako nimeupata, asante. Anasema basi kama mzigo wangu umeupata, naomba mtoko wa siku moja tu. Shoga yake pia akamletea viatu vya kufit na huu mzigo, kiatu cheupe cheusi. Binti anaongea anasema hiki hapa cheupe. Cheupe basi sawa. Ase shoga yake ni mpambe huyo. Hamba naomba mtoko wa siku moja tu. Usiku wa leo nataka nitoke mimi na wewe. Naambia sawa. Baada kwa kubaliana, baada ya muda mlango unakuja kugonga kwa kina bibie. Hatimaye kuna ugeni unakuja. Mr. Andrea Du amekuja kwa kina binti Clara anapoishi na shoga yake Andy.
Naambia karibu bwana. Vipi? Mtako kashavaa? Naambia msubiri hapo anakuja sasa hivi. Punguza pressure, mtoto kapendeza, mtoto kanyuka. Bwana ngoja nikuletee mwenyewe mlimbonde wako muone. Andi kamfuata bibi Clara ili aje kumuonyesha Mamen Andrea Du. Binti vazi limempendeza, vazi limemtoa, vazi limemvaa. Hatimaye mtoto mzuri ukimpa kitu kizuri ni lazima afiti, asialibu kitu. Binti alitokelezea, binti alipendeza. Hatimaye huu ni mtoko wa siku ya kwanza kwa Andrea Du. Anasema siamini kama mtoto ni mzuri kama hivyo. Binti anasema asante, maana umeniletea kitu kizuri nimekivaa, shukrani. Ikabidi watoke sasa waende kwenye appointment yao. Appointment ilikuwa mzuri. Walienda kuagiza misosi ya kwenda mtu. Mtoko ulikuwa mzuri baina ya watu hawa wawili, Andrea pamoja na Clara. Andrea akiwa na binti bado anazidi kumsifia kwa kumwambia binti ni mzuri mno. Pia alikuwa anahitaji hii nafasi si ya kuikosa kwenye maisha yake. Maana ukikutana na mtu unayempenda, mtu unayemthamini, mtu unayemjali, ni lazima umchukulie uangalifu mkubwa mno. Ndivyo Andrea alichofanya kwa binti Clara. Binti katolewa night, yani tunasema dina. Huu ni mtoko wa dina. Binti celebrate, wakashukuru, wakafurahi. Hatimaye wamemaliza kura. Jioni hii anataka kujiandaa kumrudisha binti. Binti anasema asante kwa mtoko wako, asante kwa furaha yako, asante kwa mwariko wako. Anasema vipi, utatumani tena siku nyingine tutoke? Binti anasema sawa, nitafurahi tu kama ikiwa hivyo. Unakaribishwa kwenye nafasi yangu, nilikuwa najua huenda wewe ni miongoni mwa wanaume tu waongo. Andrea anasema mimi si hivi tu, yani nipo radhi nije kwenu kabisa, nije kutoa barua. Hatimaye mahusiano yanajijenga baina ya Andrea na Clara. Hapa ndipo mahusiano ya watu wawili yanapoanza rasmi sasa. Andrea anamwaga binti, anaondoka. Nakwambia huko ande nyumbani usingizi hujapatikana, usingizi hujalalika, usingizi haupo kabisa. Anamsubiri shoga yake ili aweze kujua nini kilichotokea. Nakwambia kampokea kwa bashasha. Jamani shoga vipi? Naambia wewe mdoto umekaa hapo na nisubiri mimi. Naambia ndiye shoga yangu, nipate ubuyu. Vipi? Umempa? Haujampa? Usiniambie kwa moja mpa. Naambia wewe niache wewe. Sio mwanaume kukutana naye tu siku ya kwanza kumpa. Wewe acha lo mbaya wewe. Gharama zote zilizokupa hujampa. Hebu niache bwana nikalale mimi. Tutazungumza kesho. Siku zilipita, bwana mdogo amerudi zake nyumbani, amekutana na baba. Ikabidi ampe muktasari, ampe habari kwamba baba, yule mwanamke aliyojifanya king'ang'anizi, mgumu, mbishi, kila kitu kimeisha. Anaambia wewe usiniambie kama Clara amekukubali mwanangu. Amini kwamba. Naambia ndiyo baba. Na ninavyokuambia leo hii nilitoka kula naye dina. Kweli Basi Mungu mkubwa. Ndivyo ilivyokuwa baina ya baba na mtoto. Wakapiga zao story sana tu za kumwelezea baba jinsi gani mtoto wa kike alivyokuwa mwelevu. Maisha nazidi kwenda na hatimaye furaha zinazidi kusonga kwa watu wawili. Leo majira haya jioni kuna ugeni unafika pande hizi. Je, ni wapi? Tutakuja kujua. Kuna mwanamama mmoja tunamwona akiwa anatoka ndani ya hii gari hapa. Huenda huyo mwanamama si mgeni maeneo haya, ila pia tunakutana na Mr. Andrea Du. Habari mama, shikamoo. Salama tu. Mimi naitwa Andrea Du. Andrea Du. Mama kamtizama juu mpaka chini. Anasema mimi ni mtoto wa mzee Du. Du ni mzee huyu maarufu nimfahamu mimi. Anasema ndio huyo bilionea. Mimi ni mtoto wake wa kwanza na kipenzi tu. Anaambia la, shida yako nini? Bwana mama, mimi nataka nionane na Kari. Anaambia Kari yuko ndani, twende. Basi mama, acha nikusaidie mzigo. Andrea kajileta kwa mama yake na binti Clara. Bwana mapenzi, unajua bwana alivyokuwa matamu baina ya watu wawili. Ukiona mpenda mtu unatamani hata familia yake ikujue. Binti nyumbani kwao kuna gonga mlango, anamkuta ni Andrea. Anaambia wao mpenzi, habari, karibu. Ghafla mama huyo ambia hilo nimekufumania sasa. Binti hakutamani ionekanike hivi ama mwaliko upatikanike hivi, lakini Andrea ndio kashajileta sasa titi for tati kwa mama.
Hatimaye mama ameweza kugundua mapenzi ya watu hawa wawili. Nakwambia Andrea amerudi nyumbani muda wote ni anaongea na simu tu na binti Clara. Muda wote mpaka baba anajua kweli mwanangu ukapenda alafu ukapenda tena. Wenyewe wakisema mapenzi uchizi, basi usikatae. Mama leo ikabidi amuite binti yake ili amuulize, hivi yule mwanaume unapendana naye kweli? Mnaelewana kweli? Binti anaomba mama, yule mwanaume mimi nampenda. Ni kweli mwanangu nampenda? Naambia ndio mama, nampenda kushinda kitu chochote kile. Kama ilivyokuwa ada ya wazazi kwa watoto wao, huwa wanawapenda na mwisho wa siku akamwambia hata mimi pia nimemwona yule ni kijana mzuri tu. Mapenzi yalishamili, mapenzi yaliwaka moto, mapenzi yalikuwa ni mojarabu, mapenzi yalikuwa ni matamu mno. Hatimaye Andrea anakuja nyumbani kwa kina binti, wanapiga zao stori, huku mama akiwa analishuhudia ili tukio, huku akiwa anasikiliza kile kinachoonekana. Andrea pamoja na Clara wakiwa wanatizama love story iliyotafsiriwa na Mkane DJ. Tunatoka kule tunakuja upande wa pili, upande wa Mr. Du. Baba yake na Andrea ni mzee ambaye anafanya biashara za smuggling. Leo kakusanya watoto wa kike hapa, anawaandaa kwa ajili ya kwenda kuwauza. Ni mzee anayefanya biashara haramu tupu. Anabese, kama ukiniletea watoto wazuri kama hawa, biashara yangu itakuwa kubwa sana. Huku sidhani kama ni nyumbani kwake, ama huenda huku ni sehemu ambapo kwenye makao makuu yake ya kazi. Mr. Du kafurahi sana, kamuita msaidizi wake, inabidi ukijana apate pesa nyingi mno. Mapenzi, 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 mapenzi matamu. Hakuna kitu kitamu kwenye maisha kama mapenzi. Hakuna kitu kizuri kwenye maisha kama kumpata unayempenda. Hakika maisha ni kitendawili kizito sana. Binti pamoja na Andrea wamezama kwenye dimbwi zito la mapenzi, wamezama kwenye harakati nzito za mapenzi. Hatimaye leo baada kutoka na binti kuongea naye, leo Andrea anamleta binti nyumbani kwao. Kwa mara ya kwanza toka mahusiano yao yameanza, leo ndio anamleta binti nyumbani. Binti anasema, nyumbani kwenu ni pazuri. Sikuamini kama wewe ni mtoto wa kishua. Asema, nilikwambia mimi ni mtoto wa kishua wewe, hilo uamini. Lakini mapenzi yangu na vitu vya nyumbani kwetu ni vitu viwili tofauti. Nimekupenda mimi kama mimi. Binti anasema, haswa nimekupenda wewe na sijapenda mali zenu. Leo huenda binti Clara amekuja kabisa kwa kina Andrea Du kuja kuzima, yani kulala. Mapenzi alianza, mapenzi alishamili, mabusu kede kede. Hii inafundisha ndugu zangu, kama ukimpenda mtu basi mpende kweli. Hatimaye waliweza kulala pamoja baina ya Andrea na binti Clara. Anamwamsha Andrea. Andrea, shughuli ilikuwa nzito, vita ilikuwa nzito. Andrea alichoka typically. Binti anasema, bwana mimi nataka nikatembee kidogo maana nimechoka. Andrea anasema, sawa, wewe zulula tupo kwenye himaya yako. Huku chini tunakutana na mzee akiwa analalamika na vijana wake, mambo yaendi, kazi zake hazisongi. Binti anashuka kutoka kwenye chumba alichokuwa amelala na mpenzi wake. Mzee kakasirika mno, kachukia mno. Binti mwisho siku kaja akamwamkia baba, baba shikamoo. Mzee kashtuka, wewe jamani, wewe nani tena? Oh my god, ungeniua miko pressure. Anambia, naomba nisamee mzee, nilikuwa natafuta friji hapo kwa ajili ya kupata matunda. Friji? Basi karibu bwana. Mzee bwana Andrea naye ikabidi ashuke baada ya kusikia maongezi kidogo baina binti na baba. Bwana baba, huyu ni yule binti niliyokuambia, na mbona namjua bwana mkwe wangu. Basi acha niwapishe kidogo muendelee kupiga story. Mimi nenda zangu chumbani kwangu. Mzee ni mtu mzima, anaelewa hiki kinachoendelea. Ikabidi warudi zao kitandani kuja kulala baina ya mtu na mpenzi wake. Andrea pamoja na bibiye Clara ni watu wenye mapenzi mazito, ni watu wenye kupendana mno. Ila majira haya ya usiku akiwa wamelala, Clara anakurupuka, hana kwenda wapi tena. Binti Clara ni binti mzuri, ni binti mlembo, lakini huenda ana mission yake special iliyomleta kwa bwana mdogo Andrea ama kwenye hii familia.
tumeweza kujua kwamba baba yake na Andrea ni mtu mwenye kufanya biashara za smuggling. Binti kakamata simu yake, na mtu anayefanya biashara hizi huenda maaskari wanamtafuta mno, ama huenda vyombo vya usalama vinamtafuta lakini havina uthibitisho. Binti katoka kwenye chumba alicholala yeye na mumewe, hatimaye anakuja upande wa pili huku akiwa amekamata simu yake. Huenda huyu binti akawa ni mpelelezi ama akawa ni askari, lakini alitumwa na jeshi la polisi kuingia kwenye hii familia kuja kuichunguza. Uaskari ni mgumu. Uaskari unaweza ukagawa utu wako, ukagawa utupu wako kwa ajili ya kufanya kazi ya serikali. Ukipata mimba ni ya kwako hiyo, wewe si unalipwa pesa. Binti anaanza kufanya uchunguzi humu ndani. Ni kweli binti amekubali kuingia kwenye mapenzi na Andrea, sababu tu huenda yeye akawa ni spy wa serikali. Akazikuta picha kwenye hizi bahasha, ni picha za watoto wa kike. Hawa watoto wa kike wamefanya nini? Huenda hiki ni chumba cha mzee Du, baba yake na Andrea. Binti akapiga picha, akafanya upelelezi kwenye hiki chumba, baadaye akatoa taarifa sehemu. Huenda zile picha akaziposti sehemu. Binti hatimaye anapiga simu wapi? Mimi na wewe ndio hatujui, ila tutapata mwelekeo halisi. Binti Clara ni nani? Akasema, habari, kuna vitu nimekutumia hapo, na pia kuna address ya eneo ambalo nakutumia. Kesho inabidi tuonane mimi na wewe, hiyo eneo inabidi unipeleke. Binti kwenye kuchunguza kwenye chumba cha mzee Du akaja kugundua kwamba kuna address ya Imaya ambapo mzee Du anapaweka. Mwanaume amekurupuka mke wake ama mpenzi wake amuoni, ila binti ameweza kurudi muda huu. Ulikuwa wapi baby? Baby, nilikuwa zangu chini hapo ndani, joto kali, unajua tena hali ya hewa ya Lagos sio mzuri. Binti alikuwa na simu, hatimaye akaweza kurudi kitandani, akaja kuspend na mpenzi wake Andrea Du. Mwanaume hanaamini nyumba na ulinzi. Hatimaye asubuhi kumekucha na mapema tu, binti na mama yake wanakuja maeneo haya. Ina maana mama yake pia ni askari ama anazuga kwamba huyu ni mama wakati sio mama yake? Hapo mimi sijafahamu bado. Binti akaelekezwa nyumba ni ile pale, ambayo ni nyumba inasemekanika humo ndani kuna watu wengi waliowekwa humo ndani, na humo ndani ni sehemu ambapo zinafanyika biashara za human trafficking, yani kuuza viungo vya watu, kuuza watu, kuuza vijembe vya watu. Binti anaingia ndani mwenyewe. Binti anajiamini kiasi gani huyu? Anaingia ndani bwana, anawakuta watu wanatoa figo, maini, bandama, kuna mtu anafanyiwa operation. Hizi ndio kazi za baba yake na Andrea, ndio kazi anazozifanya mzee Mr. Du. Watu baada ya kutoa viungo, mmoja wapo akachukua viungo, hanavitoa. Huyu alobakia alikuwa anamalizia masalia. Hatimaye binti anaingia ndani, kuna kiunge mwingine yuko chini pale, anazimishwa huyu gaidi mmoja. Binti anataka kufanya nini? Anakamata simu yake, anaanza kuchukua video, anachukua ushahidi wa kuthibitisha kwamba huku walipo sio sehemu mzuri mno. Mpaka huyu binti mmoja alikuwa amebakia hapa, bado hajafanyiwa operation, yuko hapa. Binti anasikitika kwa hiki kinachotokea. Hakika binadamu tunatafuta pesa katika mazingira magumu na mabaya mno. Unadiliki kutoa nafsi ya mtu kwa ajili ya kupata pesa. Binti leo ilimuuma mno. Binti nafsi ilimuuma mno. Hatimaye binti kabla hajatoka bwana, Mr. Du mwenyewe amefika. Wewe mwanamke unataka nini kwangu? Wewe ni nani? Ni askari au? Ina maana ulikuja kujiunga na mtoto wangu ili mradi uweze kunichunguza mimi, si ndio? Binti akamuuliza, ina maana hii biashara mtoto wako anahusika nayo? Mzee akasema, hapana, mtoto wangu hii biashara hahusiki nayo. Hii ni biashara yangu mimi mwenyewe. Sasa ni kwa nini unafanya hivi wakati mimi ni mpenzi wa mtoto wako? Anasema, mtoto Andrea mimi si mwanangu. Andrea mimi ni mtoto nilimwokota tu, nimemlithi, kwa maana sikubahatika kupata mtoto. Mzee, naomba nisamee. Naomba nisamee. Nikusamee ili weje? Kama teni kahaba huyu anataka kunichoma mimi, kazi yangu ziweze kugundulika? Haiwezekani kabisa. Mzee alikuwa amechanganikiwa sana bila kuelewa nini cha kufanya.
kaja akawa anatizama biashara zake, huku mama yake na binti akampigia simu Andrea. Binti amekamatwa toka ndani alipoingia. Nenda ndani kaongea na baba yako. Twende ndani tukaongea na baba yako. Ina maana Andy, mama yake na Clara pamoja na Andrea wenyewe wakaamua kuja huku kuja kumwombea msamaha binti. Binti yuko kwenye kikaango kizito. Anambia, nisikilize binti, mimi wewe si mtoto wangu. Ghafla kuna umati kaingia. Mzee anamwambia, Andrea amekuja kufanya nini huku? Andrea akashangaa, hiki anachokiona elewi. Ni babake anafanya biashara gani? Ina maana hapa mtoto kashamini kwa babake ni mfanyaji biashara wa smuggling, yani anafanya biashara za magendo, kuuza viungo vya watu. Unamwamini huyu mwanamke? Huyu mwanamke ni mbaya huyu. Kabla yote hajaendelea, kuna mwanamke mwingine anaingia ndani. Huyu ni mama yake na Clara. Mzee anashtuka, anaambia, wewe ulikufa wewe? Imekuwaje umekuwa mzima? Kwa nini umekuwa mzima? Mwanamama anamwambia, sikiliza, mimi ukuweza kuniua, niliweza kupata msaada nyakati zile, lakini kuna kitu ambacho ulikuwa ukijui ambacho nataka nikwambie. Huyo binti uliokuwa naye, huyo ulomteka, huyo ni binti yako wa kumzaa. Uliweza kunipa mimba kipindi kile tunatembea. Inamaanisha huyu binti ni wa kwangu? Anasema ndio. Huyo ni binti yako, uliweza kumzaa, yani mimi nilibeba mimba ya kwako. Hebu mwacheni, mnamkamataje mwanangu? Wapumbavu kabisa nyinyi. Hatimaye Andrea anakuja kumsaidia mpenzi wake. Yase, kwa nini ukuniambia kama huyu ni mwanangu? Ukiniambia sasa, mbona hata amekuwa hivi? Wewe mwanamke, mbona una akili wewe? Siku zote uliweza kunificha. Mambo alikuwa ni tofauti. Andrea ameweza kumsaidia mpenzi wake. Mzee Mr. Du ameweza kukiri kwamba Andrea sio mtoto wa kumzaa. Mambo alikuwa ni tofauti. Mzee anabaki anaomba msamaha tu. Ghafla maaskari wamekuja hawa hapa. Hello. Subscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la Mkane TV ili mradi uendelee kupata update nyingi mno. Karibuni sana.